Hebu leo tujifunze vitu hatari kabisa ambavyo hauruhusiwi kabisa kuviweka ndani ya jiko lako. Karibu kwenye channel yetu. Leo nataka nikushirikishe siri muhimu sana ambazo watu wengi hawazijui. Jikoni sio sehemu tu ya kupikia, ni chanzo cha baraka na riziki za familia. Lakini kuna vitu ukiviacha jikoni vinaweza kuzuia mafanikio na kuleta mikosi, kuvuruga nishati ya nyumba. Hakikisha unaangalia hadi mwisho, kwa sababu kitu cha mwisho kitaathiri watu wengi bila wao kujua. Kitu cha kwanza ni vyombo vilivyopasuka ama vilivyovunjika. Sahani, vikombe au sufuria zilizopasuka kiimani vinaashiria kuvunjika kwa bahati au na riziki. Ondoa mara moja hata kama bado unavitumia. Kitu cha pili, jiko chafu au taka zinazokaa muda mrefu. Taka zinazokaa muda mrefu jikoni huleta nishati hasi na kuzuia baraka ya chakula. Kwa wale ambao wanapenda sana kuweka dustbin jikoni ama kuweka kitu cha kutunzia matakataka jikoni ya kijani unakwenda kumwaga. Kwa hiyo kama milango ya baraka ifunguke, tafadhali usifanye hivyo tena, toa na hivyo vitu viweke pembeni. Viatu na nguo chafu. Watu wengine huweka viatu na nguo jikoni. Hii huonekana kama kukanyaga heshima ya chakula. Jikoni iwe sehemu safi na heshima. Chakula kilichoharibika au kuoza. Chakula kibovu kikikaa jikoni kinaashiria kufunga milango ya baraka mipya. Tupa chakula kilichoharibika haraka. Dawa bila sababu. Usiweke dawa jikoni. Kiimani huleta nishati ya maradhi ndani ya familia. Hifadhi sehemu maalum na sio jikoni. Picha au vitu vya kutisha. Usiweke picha au vitu vya kutisha kwenye jiko lako. Huathiri hali ya imani na nishati ya chakula. Weka vitu vinavyovutia na kuleta furaha. Vitu vya mtu mliogombana. Wengine huamini vinaweza kuleta migogoro ya nyumba. Kwa hiyo usifanye hivyo. Usiweke vitu vya mtu ambaye mnatofautiana. Kama kuna zawadi zake alizokupa ama vitu vyote vyokupa, tafadhali vitu jikoni, usiweke jikoni. Jikoni ni moyo wa nyumba yako. Usafi, mpangilio, naweka jiko lako liwe na mvuto wa kipekee. Anza leo kuondoa vitu hivi na utaona mabadiliko kwenye mji wako ama kwenye nyumba yako. Kama umejifunza kitu kipya leo, bonyeza like, andika maoni yako na usisahau kusubscribe ili upate mafundisho zaidi ya kiroho.